Yo station nichibura butambe nguru kwa du umunya kirogo buna tugucuteje buri tanganira ntubatabaganyi umuco motegere gase studio semambia bono nabagani abanyenego bakurwa ase ekambani ya Hodari Homes ego tukalia Malindi kisemo che chakama bagudi namaremo by the way ndotega kiro montanyo rubolemo uchinchie town ndio itakuwa bora zaidi kwa maana hiyo igase studio ni bottom director Hodari Homes Muroke Ken Gucho at the same time niko na George Maranga George Maranga garo yomo bwabahonia bali batendeleta semelia maoni ya se company ya Hodari Homes so baikirega se studio semambia bono tutakuwa tunaanza masungumzo moja kwa moja no muco motegereri tiga nsabo kwabera hakenga ntobe toko kwanege Swahili geke na kasongo kakenga eteime asinginchi abageni aba wametoka kule ambapo kikisini ngumu kuelewa so usiwe na wasiwasi cha msingi ni kwamba utakuwa unatuelewa vile inafaa ngachire mbarga ni bagani bana igase studio semambia bono ndeto chake chinkwane moja kwa moja karibu sana bwana director Ken Gusho ndani ya studio. Asante sana. Yes, nimefurahia kuwa hapa siku ya leo. Asante sana. Nasikia microphone hapa yatengeneza uzuri. Fundi wangu wa mitambo labda angalia hii microphone ya mgeni ndio tuone kama itafanya vizuri. Hebu zungumza hapo bwana Gushu. Habari ya asubuhi. Nadhani bado sijakupata vizuri. Itabidi kwamba fundi wa mitambo ashughulikie hiyo tukizungumza na bwana George. George Maranga karibu sana ndani ya studio bwana. Asante sana. Kwa majina naitwa George. Ndio. Naitwa George Maranga. Ndio. I'm one of the representative pale Hodari Homes. Na mimi pia nimesimamia wakisi. Okay. Si ndio? So tumefurahi sana. Asante sana kwa kutukaribisha huku sana. Alright. Yeah. Asante sana. Sijui bwana Rex, wacha niangalie microphone kama imekuwa vizuri. Unaweza ukazungumza hapo nisikie kama iko sawa. Yes, hapo iko sawa kabisa. Iko sawa kabisa sasa. Hata mimi naweza jaribu kuona kila kitu kichwa. Hapana kuwa na wasiwasi. Karibu sana bwana director Ken Gusho. Msalimie msikilizaji, mwambie majina yako kamili, unafanya kazi gani wapi, alafu ndio tuanze mazungumzo haya. Asante sana asubuhi ya leo. Naitwa Ken Gusho kutoka pale Hodari Homes. Mimi ni director pale Hodari Homes. Na Hodari Homes ni kampuni ya uzaji wa mashamba. Ndio. Ama real estate. Na tumekuwa kwa muda sasa. Ndio. Tunasherehekea miaka 6 kwa biashara. Umepiga kweli. Tumepiga kweli kabisa. Hiyo ni kazi nzuri sana bwana. Sasa moja kwa moja tukizamia swala zima la mashamba. Kampuni ya Hodari Homes tayari umesema kwamba mulianza kazi miaka 6 iliyopita. Kweli kabisa. Na mko wapi Hodari Homes? Hodari Homes naweza sema kwanza tuko kila mahali duniani mzima. Ndio. Manake kwa mitandao, kupitia njia ya mitandao tunaweza kufikia watu kila mahali walipo. Ndio. Lakini tuko na maofisi zile zina operate. Tuko na ofisi pale mjini Nairobi. Ndio. Tuko na ofisi nyingine mjini Thika na mahali panaitwa Bypass, na Mombasa tuko na ofisi. Ndio. Hivi karibuni tunafungua ofisi hapa Kisii Town. Ndio. Na tunafungua ingine pale upande wa Nyahururu. Alright. So tunaendelea kuenea, lakini pia tumeweza kufikia wengine, watu wengi kutoka huku the Gusii community, kutoka watu wa Nyanza, tumefikia wale wako kule ugenini kule Ulaya. Ndio. Na wote tumeweza kuwaserve through our digital platforms. Alright. Yes. Na labda mnazingatia nini mnapofungua labda peo ama tuseme mnafungua tawi fulani ama ofisi fulani, mnapofungua mnazingatia nini hasa? Tunazingatia mahali watu wengi wanataka kuwekeza. Hiyo ndo kitu ya kwanza. Ndio. Maanake mahali umesikia maofisi ziko ni mahali kuna wingi wa watu wawekezaji. Ndio. Sababu ya sisi kukuja asubuhi ya leo ni sababu tumepata watu wengi sana kutoka huku wanajileta mpaka kule Nairobi. Wale wanataka kuwekeza upande wa Coast kule Malindi. Ndio. Wengine wanajileta mpaka kule Gilgil tukielekea Nyahururu na Rumuruti project zetu mahali ziko. Ndio. So tukasema kama wanajileta siasa sisi tukaribie ili tuweze kufikia wengi wale wameshindwa kujileta. Na siku ya leo tuko area mahali watapiga simu wanataka kutuongeresha, tutajipeleka mpaka hapo as long as wako within
hii maeneo. Kweli kabisa. Kwa sababu wewe ni mkurugenzi wa kampuni ya Hodari Homes. Kabla sijaenda kwake George Maranga ambaye ni muuzaji pia, labda kuna yule angependa kujua mashamba ambayo mnayauza kwa sasa yako pande gani, na labda ni mashamba ya kiasi gani, na labda kulipa kwa aina gani, na ni nani anahitimu labda kupata shamba kutoka Hodari Homes? Nitaanza na hiyo ya mwisho ya kuhitimu. Ndio. Manake kuhitimu kupata shamba ni kila mtu anataka. Ndio. Ile hali ya kutaka. Alafu ya pili ni kujikakamua. Manake siwezi sema ni yule ako na pesa. Kuna wengi wako na pesa lakini ile kutaka ile hataki. Lakini kuna mwingine hana ama mapato yake ni madogo sana, lakini anajikakamua, anaendeleza, anaekeza kidogo kidogo. So ndio maana tuko na installment kwa muda wa miezi 5, miezi 6, anakuwa amemalizia kulipia ile shamba yake. Ni kuja ya pili, sisi tunauza zikiwa viwanja 50 by 100, lakini tunashikanisha mingi zenye mtu anaweza taka. Manake ni tukiwa hivyo tunaweza kuleta watu wengi na inakuwa kama estate. So development na appreciation zinakimbia haraka sana. Ya pili ya tatu, mashamba zetu ziko mahali tofauti tofauti. Nitaanza na upande wa Rumuruti. Ndio. Hapa Rumuruti si mbali kutoka hapa Kisii. Ndio. Manake ni chini ya Nyahururu tu hapo. Kweli. Na hapo ni mahali shamba zina develop na hali ya juu sana. Manake tukisema hiyo shamba yetu mahali ipo ni karibu na technical school. Majirani wengi sana wameweza kufence, wamedrill maji, wameanza mambo ya ukulima na ujenzi pale. Ndio. Na tunapeana na bei nafuu sana, 155,000 cash. Hapa Nyahururu pia. Ngoja director kwanza. Atumesema unapenda pesa ngapi? 155,000. Hadi shilingi 1155 peke yake? Ukweli kabisa. Ati mtu akona shamba? Akona shamba na title deed. Shamba kiasi gani? 50 by 100. Ati 50 by 100. Ukweli kabisa. Shilingi 1155. Mpaka title deed iko pale ndani. Posa hapo kidogo bana, kabla hatujaendelea. George Maranga, analolizungumza mkurugenzi hapa ni kweli? Ni kweli kabisa. Imagine as low as 155 unapata shamba lako. Na cheti chako cha title deed. Imagine. Ni serious. Umezungumzia maeneo ya Rumuruti pale. Umesema kwingine ni wapi? Tuko na ingine hapa Nyahururu. Yes. Nyahururu tunapeana na 350,000 cash. Ndio. Nayo imezungukiwa na majirani, hata wengine tumeuzia Nyahururu, wamejenga manyumba za gorova. Na wengine wameanza kuishi pale. Ndio. Yes. Na labda kwingine tuko na Nanyuki. Ndio. Nanyuki unajua ndo pale wanajeshi wa Ulaya wanafanyia training, wanafanya mazoezi pale. Ndio. Na wale wanaonyesha ushujaa wao wa uendeshaji wa madege. Ndio. Wanatoka pale pia the Air Force. So kutoka hapo Air Force ni dakika kama 20 tuko kwa shamba. Ndio. Tunapeana na 235,000 cash. 1235. Bei mzuri kabisa. Ni kweli. Tukitoka hapo tunakimbia wale wanataka retirement mzuri mahali kuna joto na beach. Ndio. Wanaenda pale wanaogelea, wanaenjoy. Mzee anabarizi tu vizuri. Anabarizi vizuri kabisa. Pale Malindi. Hapo ndo nataka mimi. Hapo sasa ndo nataka mimi. Ukweli kabisa. Hapo nataka. Sasa hapo niambie bei. Hapo bei nayo tumeichunga kabisa, sababu tunasema ni 135,000. shilingi 1135. 50 by 100. Hapo kuna shamba. Maana tunafanya hivyo sababu tukifanya hivyo inakuwezesha kushika plot kama 4, 5, 8, 10. Unakuwa na uwaja mkubwa. Maanake unajua kama huku Kisii town kupata ka plot ni mamilioni ya pesa. Ni kweli. Na sio hapa tu, karibu maeneo yote saa hii Kenya bei imeenda juu sana. Na unapata huyu mkulima mdogo ama huyu anajaribu kujijenga, vijana na wanakijaribu kujijenga. Alright. Ni ngumu kupata na ile pesa. Lakini sisi tukiwaangalia vizuri na tuende safari na wao, ndio wanajikakamua, wanapata kama 4 ni have an acre, ni shamba kubwa sana. Utajenga na ufanye
developments na biashara zako pale ndani. So wamesema hapo coastal region ni pande gani hasa? Hapa Malindi. Anaitwa Malindi Chakama. Pale Chakama. Yes. Karibu pale na Malindi Coastal Beach. Malindi Coastal Beach. Pale do yule Vasco da Gama tulisoma kwa vitabu alifika Kenya. Bana. Anapaona sana hapo. Napaona sana. Alafu hapo pia ukizungumzia Chakama pale Malindi, nakumbuka mwaka jana nikiwa Mombasa. Pia nilipata kuna project nyingi sana zinaanzishwa pale. Ukweli. Hata uwanja ndege nilisikia ukizungumza kwamba kuna international airport itajengwa kule. Ukweli. Mapema ilikuwa airstrip, Malindi airstrip, lakini hivi tunaongea kutoka mwaka jana imefanywa airport. So iko na landings za international flights. Hapa Kisii bwana ndio tunajaribu hii ya Suneka. Ndio tunajaribu bwana. Labda director kidogo nikikuweka break kidogo. Labda George, kwa sababu wewe pia umeinteract na customers sana pia, hata msikilizaji wetu labda mmepatana mahali pamoja ama kwingine. Labda mimi nataka shamba sasa hivi. Nahitaji nini? Sasa kama wewe unahitaji shamba, tuseme niko na pesa, niko na hela 1135, niko nazo cash pap, mimi nahitaji nini? Number one, ile kitu unahitaji ushaisema, unahitaji pesa. Ndio. Pesa nimesema ni nayo. Kuna pesa. Ndio. Ukisha kuwa na pesa, ndio, kuna zile documents uitisha kama kampuni. Alright. Number one, lazima ukuwe na ID. Kitambulisho cha kitaifa chako cha kitaifa. Ndio. Si ndio? Na pia kuna mtu anaweza jiuliza, mimi ndio niko maybe kuna wale wanakuwa Gulf, si ndio? Na ako na passport. Ndio. Pia hiyo unaweza tumia. Okay. Passport yako. Haya, ingine yenye tunahitaji ni KRA pin. KRA pin. Lazima ukuwe na KRA. Hizi zinatusaidia kuprocess ya title deed yako. Ndio. Na hizo zingine ni za kampuni, vitu kama receipts na agreement ni sisi tunakuandikia. Ndio. Kisha provide hizo. Alright. Asante sana. Mwanzo moteri mi studio ndeta vaga ni kurwase Hodari Homes abanaba oni abamarimo to kuminga gotwa chinjige Swahili complete na singincho wekatugwa na nasubwamo na nimanye tingantugwa na ine kidekana 33 cha butugura sinsa ibiri chebono mabe chinza cha Afrika ya mocheye bado na Rock FM 94.1 nkayo mugusinche nguru kwa MC Duduz. Bwana mkurugenzi. Yes. Unajua kipo kitu ambacho Mkisia anapenda na yule yeyote ambaye anatusikiza time kama hizi, ama Mkenya anapenda. Ukweli kabisa. Mkenya anapenda mambo ya ulinzi. Ile security. Ukweli kabisa. Ile security. Alafu Mkisia anaangalia kuna maji. Mkisia anaangalia pale karibu kuna watu, kuna majirani. Unajua unaweza kaa kwa kizinga fulani peke yako bwana. Ukweli kabisa. Unashindwa hata kuomba kiberiti bwana. Ukweli. Sasa hali vipi? Hali namna gani kule Mombasani, maeneo ya Malindi? Majirani wako kama sasa ile the current project ni phase 9. Kuna jirani yuko hapo na already ashawekewa maji ya county. So maji ni mingi sana pale. Okay. Stima iko tu hapo na lami iko mita kama 700 hivi. So ni walking distance mpaka kwa tarmac. Ndio. Kuna police station inaitwa Baolala iko tu hapo. So ulinzi umeangaliwa vizuri kabisa. Iko sawa. Na tena hiyo maeneo sijasikia mambo ya insecurity hata siku moja. Tunachelewa huko usiku, mara nyingine tunalala huko. Ndio. Sababu hata sisi tuko interested investors, sio kuuza peke yake. Pengine nitakuwa jilani wa mwenye atanunua. Hajui. Ni kweli. Ni kweli. Asante sana. Labda Bwana George Maranga, ukiwa katika uwanja wa mauzo pale, umekumbana na wananchi hapa na pale. Labda uko Malindi, mtu anaponunua shamba kule, aseme kwamba mimi nataka kununua shamba, ninunue kutoka kwa kampuni ya Hodari Homes, alafu mimi pia nijifanye mjanja, mimi ndio huyo pia nataka kuuzia mtu jamani. Kuna jambo kama hilo linawezekana? Unajua most people sisi tunadhaningi shamba tunanunuanga tujenge ama ndio tufanye hizo farming. Ndio. But the good thing, kuna watu hufanya hizi biashara za inaitwa speculation. You buy land at 135. Yes. Alafu kuacha kwaoni at a good price. Ikataka kwa ni keruge ikaragendera ngi yake. Like kwagora like half an acre. Yes. Kwa kugura at 135, kuacha kwaoni maybe at kego appreciate
kwao ni at 500 Kirango mendo bodi gold. Maite land na appreciate with time. Wale mbo komenda gold kuna komenda libona value ya yegukina kuna mtokana gusuka. Value ya ekonya gukina. Ko gorabono after 5 3 2 years koni at a good price. Yes. Kwa role. Yeah, so you can do buying then you nimeona George nisikupeleke hapo kwa sababu afadhali tuongee Kiswahili. Sasa umeenda Kizungu. Umeenda Kizungu. Director, yes. Ni kwa nini mtu anunue shamba kule Malindi Chakama? Nitakupa majibu tofauti. Ndio. Ya kwanza ni bei yake na mahali ilipo. Ndio. Si lazima ununue uende ujenge pale. Unaweza nunua kama investments vile George anasema. Kuna watu wananunua plot hata 20 hata 30. Anaziwacha pale. Ndio. Sababu wakati atataka tuseme kama 1,000,000 ama 2,000,000, najua nikiuza plot 5 ndio pesa yangu imeappreciate. Ya pili, kuna wale wanataka kufanya projects za ukulima. Ndio. Pale kuna grow any sweet fruit unasikia. Passion fruits, melons, pineapples, cassavas zinafanya vizuri pale. Asali pia uwekezaji wa nyuki pale inafanya vizuri sana. Mambo ya mahoteli unaelewa pale ni along the coast beaches. Yes. So unaweza fanya hoteli mzuri sana na Airbnb. Hazitakaa bila wateja. Wewe ukienda kule unaishi kwako. Ukirudi huku unaachia wengine wanaendelea na biashara, wewe unapata mapato. Kweli kabisa. Ya nne, pale hakuna ile joto mingi ya coast. Hewa ni kama tu hii ya bara huku. So unaenjoy the coast na bado ile hewa ya bara pia. Unakuwa duo. Na unaelewa ile hewa ya kule. Ndio. Already kwa afya yetu, kwa afya naturally ina heal magonjwa mingi sana. Kama arthritis ukifika kule tu huhitaji madawa. Hii mambo ya asthma, mambo ya diabetes. Ndio. Ukishaenda kule sijui vile kunafanyika. Wale wametoka huku wanaenda kule wanapona tu. Lakini kwa asthma nakubaliana kwa sababu ya kale kajoto unapata kanafungua zile pores za mwili. Yes. Na mambo kama hayo labda unapumua vizuri. Kitu kingine nimesikia ukiwa coastal region, coastal beaches pale, pia yale maji ya bahari, pia ukioga kidogo hata ugonjwa hapa magonjwa ya ngozi kwisha kabisa napona. Na mambo kama kuna watu nasikia sema nendeni Mombasani ukaoge ile maji ya bahari. Na ni ukweli. Ukiangalia uso wangu unaona umenyooka vizuri kabisa. Ni dawa. Unakaa mtoto mdogo. Ukweli kabisa. Ni kweli. Alafu sasa unajua kuna lile jambo ambalo kidogo msikilizaji atakuwa anajiuliza. Je, hii kampuni ya Hodari Homes imesajiliwa ama labda ni kampuni gushi tu wanatafuta mbinu ya kulaghai wa Kenya? Maana Kenya ni moja ni ile. Ni ile moja ile naielewa. Naweza watuma kwa mitandao yetu kama Facebook. Ndio. Hodari Homes, ama waende TikTok, ama waende Instagram, ama hata YouTube. Wataweza kuona hiyo safari na kuambia pale vizuri iko well recorded. Kutoka tukipeana zile title deeds, watatuona tukiwa site visits, tukiwa na activities. Sababu tunasemanga ni process. Yes. Si kitu ya siku moja. Kuna siku ya kwenda kuona uwaja, kulipa, kukuja kwa ofisi, kuprocess title deeds, ukuja tushereheke. So ni kitu inachukua muda. Ukisema tuko na miaka utaweza kujionea pale. Ya pili, tuko na offices, operational offices. Ndio. Na tuko well registered. Tuko na all the documents za cooperate. Alright. Ya tatu, tuko na ile namba yetu ya simu. Sijui utanipa muda niipeane. Hiyo utaipeana tukimaliza. Utakuwa unaipeana vizuri kwa minajili ya msikilizaji apate kuinakiri mahali. Itakuwa vizuri kabisa. Na labda unajua maswali mengi hapa yanamhusu hasa mkurugenzi. George atakuwa anaingia mara moja. Manake bosi akiwa sasa sijui. Unajua kama bosi yuko sasa. Ni ukweli. Sasa unachiri kidogo alafu mengine unamwachia. Manake yeye anaaminika zaidi. Ni kweli. Sasa hivi labda sasa kuna mwingine anajiuliza, unajua mtu anapoanza biashara anaambiwa kwamba nyanya zimepandwa kule Nyandarua kwa mfano. Sasa mimi nitaenda kuchukua nyanya kwa sababu zimepandwa. Sasa haya mashamba sosi yake ni gani? Nyinyi mnayapata vipi? Hiyo ni swali mzuri sana.
we do a lot of research. Ndio. Kila mahali tuko na project iko na uzuri wake. Ndio. Na hakuna mahali tuko na project mimi kwanza siwezi invest. So kwanza najiuzia mimi kabla niilete kwa soko. Ndio. Vile tunafanya research ni kwanza na wale wakaaji wa pale, tujue historia ya mahali pale. Tuko na administration offices kama the chief, the DOs, wako pale wanatusaidia sana kufanya ule uchunguzi. Na pia tuko na historia kupitia the offices of lands, the registries. Ndio. Tunaenda pale wanahakikisha vile tumeambiwa ground inapelekana na vile iko. Tukiridhika kabisa ndo tunaingia hiyo area. Na tukiingia hatufanyi just one project. Kama Rumuruti sahi tunaelekea wa phase 7. Ndio. Na ni projects kubwa kabisa. Tukienda Malindi tuko wa phase 9 sahi. Na inaisha tunaelekea phase 10 sahi. Tukienda upande wa Nyahururu tuko wa phase 7. Tukienda upande kama Wananyuki tuko wa phase 4. So na pande zingine kama Matu kule Ukambani, kule Machakos, tuko wa phase 5 pia tunaingia. Ukiangalia hivyo itakuambia tukiingia mahali si ile kuingia na kutoka. Tumeelewa ile mahali vizuri, so tukiingia tumeridhika. Mahali pazuri, tutaleta wa investors wakae na amani. Maanake hiyo miaka yote sisi hatujakuwa na tatizo. Ndio. Ama na ine issue na mahali tunafanya biashara ama tunafanya uwekezaji. Unajua ni kwa nini bwana Ken nikakuuliza swali kama hilo? Yes. Ni kwa sababu unajua Kenya hii wapo Wakenya wengine ambao wamefurushwa kwingine. Kwa sababu labda kuna grabbing ya mashamba fulani ilifanywa. Sasa serikali ikifanya watu wako pale kinyume cha sheria, na unapata wengine hata hawana hati miliki. Unajua kwa kiasi fulani unapata kwamba kidogo unachanganyikiwa. Mtu umesettle down kabisa, umejijengea vizuri maskani yako mazuri, alafu unaambiwa jamani hapa si kwako, amen. Unajua vile kunaenda, tunasemanga kwa biashara you do risk taking. Lakini mimi nimesomea biashara. Sasa si ile ya kuambiwa. Ni kweli. Niko na degree ya uwekezaji. So naelewa biashara vizuri. Pare kwa risk, si lazima kuna vile una measure the risk. Alright. Si unaenda unaingia tu kwa risk sababu unasikia ni risk. You weigh. You weigh. So we are able to weigh. Kitu ya kwanza hata kama ile shamba bei ni nafuu. Iko na makaratasi yote. Imekubaliwa na serikali. Iko kwa registry. Iko na tatizo ama ishaikuwa na tatizo. You weigh the risk. Tukisharidhika ndo tunasonga. Wengi wale unasikia wanafurushwa. The risk is there. Wanaambiwa hii shamba ni airport. Lakini wanangangana ati wajenge kwanza watapata title deed. Alafu airport inawaangalia tu. Ama wanaambiwa hii wanajeshi ni shamba yao watakuja kujenga kambi hapa. Lakini wanasema kabla wakuje tutakuwa tumefanya 1-2 tupate title. Manake hatujui watajenga lini. Ni kweli. So after miaka 10 wanafika. Sisi hatubahatishi. Nataka mahali serikali. Nyinyi mnagonga ndipo. Pale ndipo kabisa. Alright. Yes. Umwanjo mutwele magana nabanga buna yigo bononye gutagete konyora kabegi ka ucinje town cinga kina checha ale cisemo cha kama Malindi barabara ali na Baulala police station pale karibu na Malindi Coastal Beach pale unapata shamba mzuri tu chiba za chinka sana shilingi maji ni shilingi chilifu 130 na sana chengu watu bole kabisa hainukwa gachagua jamani hiyo pesa kidogo sana jamani hiyo pesa kidogo sana. Labda sijui bwana George kuna msikilizaji ambaye labda angependa kuelewa kwa sababu wewe unasimamia ule upande wa mauzo ama you one of the team ama you one of the individuals wale ambao wanafanya mambo ya mauzo. Je, unatumia kriteria gani unapofanya mauzo wewe? Hebu muongeleshe msikilizaji ambaye anatusikiza sasa hivi muushie pale muuzie shamba. Ni muuzie kama Malindi sasa kama Malindi pale. Muuzie pale Malindi, si ndio? Kitu ya kwanza venye naweza sema before you buy a land venye bwana Ken amesema, si ndio? You must do the due diligence, si ndio? Yes. If Malindi iko na the well documented hizo vitu, si ndio? So first of all Malindi yetu iko pale Chakama. Na ni few minutes from Malindi town. Ndio. 30 minutes from Malindi town. Right. Ni place you can do a lot of investment. Right. Abagusi wanapenda kilimo. Ndio. Ovolimo, tarivo.
ono na sagia nabo kora oborimo like the sweet fruits. Yes. Just like the Bwana Ken amesema. By the sweet watermelon. Omete ni huko zinatoka huko maeneo yale. Zinatoka maeneo huko. The sweet fruits zote. Ochakira sweet the passion fruits, watermelon like unaona na sagia for farming. Another thing asayu naboko korosi the Airbnbs. Najua ni place ya wazungu. Karibu. Most people wenye wanatoka Gulf, hata those people wako the Gulf sides ndio. Wanakuja land wanasema wanaenda aje? Samabani wakikuja. Wanaenda beach ndio. Ni kweli. Ni place pia unaweza jenga holiday homes venye ulikuwa unataka. You can do the holiday like your retirement home, sorry. Alright. Ni place ukijenga hapo kwa enda gari kwa kaunti mbu ya narudi na natulia. Alafu another thing the price ya tari more exaggerated 135. Yes. I what a deposit of 30,000 ushaanza kuwa a landowner tariwa na 50 by 100 but you having 135 inaweza kusaidia, inaweza like ewote kwa allowance ya kubora more than one plot. Sasa nikukate kidogo kwa heshima. Kuna kitu umezungumza hapo ndio maana nikakuuliza hilo swali. Sasa ume-mention ukienda nikurudishe tafadhali. Ati mtu anaweza lipa polepole tena? Kuna uwezekano wa kitu kama hiyo? Yeah, kuna uwezekano. Ati kwa hizi 1135 ati mtu anaweza anza tena na installment? Unaweza lipa na installment. Like advantage ya Intuna Hodari Homes. Yes. Koru a deposit yao ya 30,000 40,000 to kwa 6 months. Yes. Haikuwa ngora like a flexible payment for 6 months. Umete nabo orega lakini to ati chisiringi tu 135 tani. Nabo ocha to kwa map unachagua plot yako mzuri then kwa ngora. Okay, unajua sisi tumezoea kwamba tunaambia msikilizaji kile ambacho kipo. Kwa sababu akianza safari yake ya kuenda Hodari Homes pale kununua shamba, aendi kusema unajua hiyo mlitudanganya, mlitutrick namna hii, hatufanyi hivyo. Sasa mtu anapoanza na deposit, atamalizia kulipa hela ngapi? Unajua sasa ukianza na deposit, like mtoboate chireceipt. Yes. Una a deposit in 30,000 but ko korungora tari 135. Yes. Kwa roli. So kuna ne wate ele 175. Tarivo. So ko koru 35. Yes. Kwa deduct from the installment price. All right. On a balance ya yuko korungora ko koru unaandikiwa receipt. Okay. Like kwa deduct. So hizi zingine zimeongezeka kidogo, ni zile za kukupunguzia mzigo. At least umelipa polepole miezi 6 mingi sana. Nafikiri utakuwa umemaliza. Nimeelewa sasa, na ndio kitu ambacho nilikuwa nataka ueleze vizuri. Sijui una kipi cha kuongeza bwana director before tupatie msikilizaji nafasi angaa kama kuna swali apate kuuliza moja kwa moja ili upate kumjibu hapa. Ile nitaongezea ni wale wako kule ugenini. Wale wametoka huku wameenda kutafuta riziki kule Gulf, wengine wako US, UK, mahali tu wapo. Wakiweza kutufikia kwa mitandao yetu, tutawapeleka safari mzuri, sababu wengine wako na matatizo tofauti. Ndio. Ako kule miaka 5 na ako na pesa na anataka kuwekeza. Na pengine huku hakuna mtu anaweza trust. Kweli. Wakuenda kumfanyia investment. Ndio maana sisi tumekuja kwa hiyo CAP. Tunampeleka site visit, ile inaitwa virtual site visit. Ndio. Tunamwambia saa hii ndo tunaondoka kwa ofisi tuende moja kwa moja. Safari yetu itachukua masaa 2 ama 3. Ndio. So wewe fanya kazi yako, tukifika mahali inastahili tunakuambia jiangalilie hii town. Alright. Tumefika kwa shamba na plot yako ni hii, anafanya malipo through the paybill ama through the account, tunamtumia documents, receipt agreements, na akimalizia pia tutamprosesia title deed na tuitume hata huko na DHL. Alright. Ama wengine wanasema kaa nayo nikisharudi Kenya nitaikujia kwa ofisi. Na labda tuseme kuna kule kuenda kuona. Umesema, si ndio? Yes. Sasa ile siku ya karibu zaidi, labda kuna mwenye anataka aende kuona, ataka ajumuishwe pia. Ile siku ya karibu labda mmepanga kuenda kuona watu, ama mmepanga watu waende kuona hayo mashamba, ni siku gani? Hii Jumamosi. Jumamosi hii ya tarehe 14. Hii Jumamosi.
tutakuwa na site visit ya Nanyuki, tutakuwa na site visit ya Rumuruti, tutakuwa na site visit ya Malindi. Ndio. Yes. Na labda mteja anajigharamia ama labda mnampeleka? Akishalipa ile commitment ama ile deposit, Ndio. ni sisi tutamshughulikia kila kitu. So tuseme sasa hivi nataka shamba kule Malindi, Chakama kule. Ukweli kabisa. Ni peane deposit ya 30k. Yes. Sasa hivi. Yes. Na niwe pia nataka nijumuishwe siku ya Jumamosi Ukweli nile kabisa, kuona. ukweli Utapelekwa kabisa. Mombasani? Napelekwa Mombasa na hatuwezi kuacha njaa by the way. Unakula kanyama, si ndio? So sikule kutoka nyumbani. Au sikule kitu. Nioshe tumbo na omo jamani. Hata breakfast. Hiyo nzuri. So lazima mtu aonyeshe ile commitment, kisha baadaye ndio ajumuishwe kwa kile kikosi ambacho kitakuwa kinaenda kuona mashamba ama kujionea mashamba. Ukweli. Shukrani sana. Labda kingine ungependa kuongeza kabla tuchukue simu? Ningependa kuwapea namba ya simu ili waongeange na ndio watu wetu. Ndio. Kukiwa na jambo tunaweza ijibu kabla tutoke. Ni 0112 701 669 669. So yule ako na jambo lolote ama anataka kuanza commitment ama anataka kujumuishwa na wale wanaenda site visit this week, apige hiyo namba 0112 701 669. Alright. Sasa hivi ataweza kusaidika, akuwe ako nje, apige through WhatsApp, ama atume ujumbe kwa WhatsApp. Kama ako huku within, apige tu direct. Hata kama anataka kuongea kwa muda mrefu, akipiga tu atapigiwa back na atashughulikiwa vizuri kabisa. Umesema 0112 701 669. Yani 0112701669. Na wale wako within Kisii na wanaweza taka tuonane, tuko area. Mko area, hiyo namba pia tupangane. Kweli kabisa, msungumze kwa kina kirefu. Yes, asante. Yeah. Kabla sijaenda kwa George omwancho motegera na watu kwa na into gas studio jide kachiategeri kwa mikoro gachinsa soto chabuno mambia 0706181822 na 0796988630 nya kubada libuli yao okutu wakirisi miga gas studio nya kwa kubolia subu wangu kero ni gweto bono kogorobole munenge ntukiabere raisi sana, raisi ajabu. Okutu wakirisi miga gas straight away, alafu bolili yao bakoiranira igaiga. Sasa hivi wacha tuchukue simu 2-3 alafu tusikie msikilizaji ana lipi la kuuliza. Nkayomo gusi hello. Hello. Yes. Juzo sina wageni, habari yako? Tuko salama mama. Salama kabisa. Mimi naulizia wageni, niko Kasarani. Hey. Na nimefikia ukisoma namba wanisomee namba tuwaziane na hao. Wakupatie namba Na Nora. Okay, Nora Matunda. Namba tutakupatia. Asante. Alright. Huyu anasema ako pale Kasarani. Mjini Nairobi. Kasarani, wacha nimpe namba na nimdirect ile ofisi iko karibu. Iko Nairobi. Iko hapo Nairobi tu. 0112 701 669. Na ukiwa Kasarani hapo bypass ya Kamakis, hapo kuna supermarket inaitwa Naivas. Tuko kwa hiyo building third floor, utaona Hodari Homes. Ukipiga hiyo namba ya 0112701669 utadirectiwa mpaka hiyo ofisi yetu ya hapo karibu bypass Kamakis na utashughulikiwa virivyo. Alright. Yes. Asante sana. Jide katubwate gaigane jide ka isano na bile kona na into gas studio 0706181822 na 0706181822 0796988630 na boto wakilisi mega ase studio yemo asemo. Nilikuwa nauliza aje George, labda kuna yule ambaye angependa kufanya transaction zote akiwa kwake nyumbani. Je, jambo kama hilo linawezekana? Hilo jambo linawezekana vizuri. Na tunakuanga na account zetu. Ndio. Unaona? So mtu asije akakudanganya utransact pesa direct kwa namba yake. Hatunanga send money. Tunakuanga na paybill accounts. Zile unaweza transact direct mahali ulipo kwa nyumba. Wenye wako within, wenye wako Gulf na anywhere in the world. Tuko na hizo bank account. Ndio. Na mtu asije akakudanganya uweke namba kwa namba ya mtu ya send money. Yeah.
Huyu anauliza labda niseme mimi niko tayari kuenda kuona hilo shamba na labda ndio nimelipa deposit yangu ya commitment upate niko maeneo ya Masimba huko. Je, tutapatana na wao namna gani? Apige hiyo namba tena, tutampanga vilivyo. Apige hiyo namba so that mpatane vizuri kabisa. Yes. Alright. Na anauliza mwingine hapa mbona hizo bei hazifanani za mashamba? Hazifanani kulingana na maeneo tofauti. Okay. Sababu ukiangalia hizo ni different counties. Ile moja ni Laikipia, ile ingine ni Kilifi, hii ingine ni Nyandarua. So ukiangalia kila mahali ina bei yake. Ni kama county ya Nairobi. Unajua saa hii haiguziki hata kidogo. Na iwezi kuwa same na ni kweli hata Nairobi bwana, hata county ya Nairobi za zingine imemeza county zingine. Ukweli kabisa. Kwa kiasi fulani bwana. Kama Kiambu na Kajiado bwana. Imemeza. Unaambia mtu niko Kitengela bado najua uko Nairobi. Kajiado. Unaambia mtu bwana niko Thika najua Thika ni Nairobi. Ukweli. Kiambu huko. Ni kweli. Naona muda wetu ni kama umetupatia kisogo bwana. Labda tupeane muda kwa mkurugenzi, labda umsungumzie msikilizaji, umuuzie tu shamba na umwambie mtapatana namna gani. Ukweli. Nitaanza na kumpa ile namba tena kwa wale pengine hawako wameishika vizuri. Ndio. 0112 701 669. Ndio. Tuma ujumbe wako pale, piga simu ama through WhatsApp. Utasaidika mahali ulipo. Sisi kama Hodari Homes tuko tayari kuenda safari na wewe. Alright. Usiogope hata kama pesa yako haifiki ile 135 ama 175, piga hiyo namba. Ndio. Tutaweza kuzungumza na wewe na tutakuonyesha hata jinsi unaweza kamilisha malipo yako. Alright. Manake tuko na ile package ya rifaro. Unaweza pata mtu hana ile hera yote lakini ako na kikundi ya watu anaweza leta na wanataka. Either ni familia ama marafiki. Kuna kale ka bonus kidogo tunampea kanaelekea kwa wapi? Kwa shamba yake. So ataweza kukamilisha kwa urahisi. Ile ingine kuna wale wanakosa muda wa kukimbia pale kuona kwanza na ako na pesa. Unaweza anza na kuwekeza. Kwa sababu pesa unajua mara mingi haiwekeki. Ni kweli. Mahitaji na chipuka tu mara tu unapata hauna. Kweli. Piga hiyo namba, zungumza na hiyo namba, alafu anza kuwekeza. Wakati utapata muda wako wa kwenda site visit, hautagharamika, tutakupeleka. Kwa sababu kuna wale wako nje nimesema wanawekeza na hata wanachukua muda wa mwaka moja, miaka 2, na wakikuja huku nyumbani tunawachukua na tunawapeleka kama title deed zao ziko ready. Ya mwisho kabisa, kama uko maeneo unaweza karibia ofisi yetu ya Thika ama hiyo ya Nairobi ama ya Mombasa. Karibia Thika pale tuko mahali panaitwa Thika West Center. Bypass nimesema ni North Park pale Naivas ilipo. Hapo ama 3. So namba ni ile 0112701669. Alright. Na Hodari Homes tunasemanga tujiamini. Na ni kweli mnajiamini. Ukweli kabisa. Ni kweli kabisa mnajiamini. Sijui George unalipi la kumalizia dakika moja? Langu la kumalizia ni kusema kuna importance ya kubai shamba, si ndio? Ndio. Kama kuna kitu ya maana, the best investment you can do is buying land. Alright. Number 1, buying land haina maintenance kama gari. Haitakuitisha sijui maintenance, haina like sijui like hutapatana na vitu mingi. Si eti utaikanyaga ivunjike. Kweli. Si eti itagongwa. Unaelewa? Like it's not fragile, it's not like, no. So buying land can help you a lot. Unajua most of us for example in Tuagusi shamba mostly tuna depend na inheritance. Yeah. Ukonyora umekatiwa kashamba hata kanyumba bana kuweka ni ngumu. Unapata maji inaanguka kwa jirani. Unaona? So
to avoid that at least unajua we have a generation Yeah. taivo Yeah. we have a generation that is coming and it needs somewhere to stay. Yeah. So that's why we are here tokonye ku access to buy land sindio and another thing importance ya land maito ko wate etaito yago Yes. unaona it can help you secure a loan. Kweli. Unajua sisi wote seti tunakuwa sawa. There is a time utapatana uko na shida you need money urgently sindio Kweli. na wako use the title deed ko secure a loan wase ama umeshikwa ama you have something imetokea something unaona you can secure it with unaona kama when you go to a court Yeah. the only thing wanakuuliza ni mbili either you have a title ama a logbook sindio Ni kweli. so mi naweza sema if you are there and you have the 30k the only investment you can do is buying land sindio Very true. na the land ina appreciate within time. Kweli Unaona? kabisa. Kama Kisii hii kuanza hivi sindio right now mwenye alinunua 10 years ago Kofiti mbaya. anaweza uza millions of money sindio Kweli kabisa. so mine is to welcome you all mkuje mnunue niko hapa kama unajua I'm here as a representative Kweli. of the Kisii people sindio Yeah. so Hodari Homes is like it's not tribe sindio Yeah. Umete Inashirikisha kila mtu. inashirikisha kila mtu sindio Ni kweli. yeah so mkuje muinvest you take the number 011 2701 669 mkuje tuwasaidie na wale wako huku within wanaweza tupigia we can visit them. Asante sana, nimeshukuru sana kwa muda wenu. Na sasa hivi naona zimetimu saa 3 kamili, wakati wa kupata taarifa kamili ya habari. So mkiondoka basi nawatakia kila laheri, na mimi pia huenda nikawa mteja kule maeneo ya Malindi Chakama. Karibu sana. Shukrani sana. Asante. Alright. Mwajumu tegeli tengena kwa bisakura se kama ni ya Hodari Homes. Na wikira unatoka kwa chinkwana cheita sema mbiabono Ronald Mayaka Brigadier pangana maya kuleta sinchira yo wikirano usicheze mbali. Iyo mko yomusi. Ewe jana mbele